Bibie Sky anacheka pale, anasema nataka niwaambie. Huyu anamsikiza anaongea nini huyu? Mbona kama anaongea pumba tu haeleweki. Akasema unajua yani sasa yani huyu tena nini tena hii? Inabidi ujipambe, upendeze, usheki uwe na maringo uone. Bwana ngoja kwanza nitulize kidogo, ngoja nitulize akili kwanza. Mara sasa maandishi yanakuja lakini amegeuka. Unajua sasa hivi kizazi kipya cha sasa hivi ni nani ambaye anaweza kumfikia Sky na anaanza kukutana na maswaiba aliyofikia Sky, alafu akaendelea kusimama kama nilivyosimama hapa. Sasa bwana, mbona maandishi sasa yanapotea mimi nafanyaje? Watu sasa mara anaangalia anamuona yule Joshua. Anakuja anatabasamu. Yule Joshua, huyu salikufa huyu, alafu namuona kwenye picha huyu. Bana wewe, usiniangalie wewe mimi. Hapana. Haiwezekani, sio wewe kabisa. Anageuka nyuma, amuoni. Anaanza kushangaa kuna mtu. Anaangalia huko mezani, watu wanamwangalia kwenye mameza pale. Wanamuona kama kituko, unaona. Mara akavamiwa pale anakula. Chini alikuwa ni bibi, alikuja kumwaga kwambia mjukuu, vipi tena, mbona una tatizo gani? Yakamsukumizia kula akamwangusha. Kai kabaki anashangaa, alafu anatweta kwa haya yote. Jamani, ili ni tatizo, watu wanajiuliza. Hii ni kitu inakuwaje? Sasa zinaanza kuwa story zinakuwa kubwa. Sky sasa anajikalia mle ndani, ataelewe afanye nini. Unaona, kama kawaida simu yake ujumbe unaingia, alafu nywele zinazidi kunyonyoka. Unaona, sasa anatokea mtu mmoja anamtumia ujumbe, anamwambia mimi naweza kukusaidia tatizo nalokutana nalo, mimi nishawahi kukutana nalo, njoo sehemu fulani tukutane, niweze kukwambia haya yanayokukuta na ni jinsi gani ya kutibu haya yanayoendelea kukusumbua. Akatuma message, akamtumia na ujumbe, akamtumia na wale watu ambao washawahi kukumbwa na hivyo vitu, alafu mawenge ni yale yanayomkuta Sky. Akiangalia makamasi, mara michozi, mara midamdam, sura imechafuka. Akasema akaanza kumuonyesha yaliyokuwa yanamkuta, giza linavyotokea mle ndani, vitu vinavyomkuta, mara nakimbia, akaona kumbe yale yanayonisibu ndo na huyo aliyekuwa anamsibu, kwa hiyo anaweza kunisaidia, aliyenitumia ujumbe. Sky akaangalia zile picha, akawaza, akasema sasa mbona kama mimi na huyu, mbona mtu kama namjua, si Lewis huyu si Lewis yule aliyejiua. Mara naangalia anaona picha inatokea ni picha ya Lewis, akatupa simu kule, akaona kama anavamiwa pale, anaitwa Sky anaangalia huku na huku, haoni kitu chochote. Sky wenge, simu katupa kule. Unaona, sasa Sky alichokifanya sasa, chukua nguo, vaa kofia, kwa sababu atakiwi kutoka. Akaanza kuwasiliana na yule mtu, tukutane wapi sasa? Mimi nakusubiri kwenye hoteli moja hapa ya karibu. Akawa amemtumia location kwamba tukutane sehemu fulani, lakini isiwe na watu wengi, kwa sababu yeye ni superstar na anaandaa show kubwa, anajulikana kila sehemu. Kwa hiyo inabidi watu wasiwe wengi, unaona. Kwa hiyo inabidi ajifiche. Kweli Sky akavaa mizuri nini, akajificha, nda akaenda hiyo sehemu akaenda akakutana na yule jamaa. Akamwambia mimi ndio tulikuwa tunazungumza toka mwanzo. Mimi nilikuwa mdogo wangu alikutwa na mambo kama haya. Sikiliza, najua hujaamua Lewis, hukumuua kabisa Lewis, ila yeye alijiua mwenyewe na akiwa na tabasamu. Ili tatizo ni cheni kubwa, ilitokea Brazil cheni, watu wengi washakufa, na Lewis hajajiua mwenyewe, hapana. Ili ni tatizo ambalo linamuanza kama lilivyokuanza wewe, alafu hatua ya mwisho inafikia mahali anajiua. Na huyo shetani ana tabia kukuingia ukiwa unajiua, lazima uwe unatabasamu. Akasema kweli? Akasema sikiliza wewe, mara akawa anapigiwa simu na yule mama meneja. Huyo akasema sikiliza, fanya haraka, ongea haraka sana. Huyo akasema sikiliza, unaona, nisikiliza vizuri, wewe unapashwa ufe, sawa, mimi nikuue, na nikishakuua tayari na kufufua tena, unakuwa ukiwa mpya, na yule shetani utaweza kumuona tena. Hiyo ndo dawa pekee ya kuweza kutibu ili tatizo. Mimi napenda sana uishi, napenda sana unavyoimba, unajua unaimba, unafanya. Kwa hiyo nataka nikuokoe kabla ili tatizo halijakutokea. Unaona, akawa anamsimulia mtu fulani alijiua mwenyewe, unaona.
na mtu mwingine naye akajibonda mwenyewe. Sasa mimi lazima nikuue. Akasema wewe, yani mimi uniue alafu tena nifufuke? Akasema ndo hivyo, inabidi wewe ufe alafu ufufuke tena. Lazima iwe hivyo. Mimi ni dokta, unaona, najua jinsi gani ya kukupiga sindano wewe ukafa. Akasema nini? Yani mimi nife? Huku mama anazidi kumpigia simu, anamsumbua. Akasema wewe sahau huo ujinga unaotaka kusema. Akasema ni kweli, mimi ni dokta bingwa, unaona, na uwezo kupiga sindano ukafa na nikakurudisha tena. Lakini mama anaendelea kusumbua, na kuua na kurudisha tena, unakuwa hai. Niamini, nataka uniamini, vinginevyo hautaweza kuepukana na hilo tatizo, mimi nakwambia. Akasema huo upuuzi mimi unaniambia bwana. Sasa wananchi wakaanza kumuona kati Sky anapiga kelele. Sky kumbe yuko hapa, Sky yuko hapa, Sky. Wakaanza kumzengea Sky, kabidi sasa akimbie fasta, unaona, arudi tena kwenye hoteli yake. Yani kitendo cha kuonekana hadharani wakati anaandaliwa bonge la tamasha kubwa na kila mtu anamjua hadi mtoto mdogo inakuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo Sky akakimbia tena akarudi hotelini kwake. Sasa anawaza, yani mimi waniue, wakishamaliza kuniua ndo wanifufue? Haiwezekani bwana. Ananizingua vipi huyu bwana? Mimi hata sielewi. Akachukua maji akaanza kunywa kama kawaida yake. Maji ndo kama dawa yake. Akikumbwa na mambo anakunywa maji, anatuliza akili. Unaona? Sasa hapa ni swala la kujiua. Hivi ataweza kweli kujiua ili aepukane na hili tatizo? Akijiua tena fufuke tena eti ndawe mpya, hii inawezekanaje? Sky akaanza kuhangaika, unaona, anatafuta dawa zake za kutuliza nini, kutuliza wenge. Alafu na ule mkato unaanza kumsumbua, unamuuma maumivu, inabidi achukue dawa ya maumivu ameze, atulize kichwa, atulize mshono na umuumiza ule, mara nywele zinanyonyoka, anaanza kuwa kama chizi sasa, unaona ndani bomoa vitu, naambiwa anatweta, elewi. Yani Sky Sky ana tatizo sasa. Anaanza kutuliza akili vizuri, akae sawa, atulie ili ashindane na haya mambo yanayomsumbua kichwani. Kweli anatulia, anaokota dawa zake taratibu, inabidi azimeze ili atulize maumivu yanayomsumbua na wenge. Sky bwana akatoka zake, unaona, anachukua begi, anaamua kuondoka. Sasa anaangalia mbele, anakuta kuna kadamnasi, wote watu wamemzingira, ni mashetani, wengine walishawahi kufa, na yule jamaa anayemtokea na yuko miongoni mwao. Sky anaanza kupagawa, wote washamzuia mlangoni, wamejaa, anakimbia. Anaamua kuchomoka, wanaanza kumfukuza, wanaambiwa anaenda mbele, anaona wamejaa kibao, akigeuka huku ndo kabisa. Sky sasa anachanganyikiwa, nini afanye? Akiangalia wanaanza kumsogelea, wanasema Sky njoo basi tucheze wote. Unaambiwa wanamkamata, wanamvamia, wanaanza kumpeleka juu, wanamwangusha chini, wanaanza kumgombania. Unaambiwa Sky analalamika, unaambiwa analia, wanamkomalia, unaambiwa wanaanza kumchana. Sasa unaona wanamnyomfoa nywele. Sky anaanza kupiga kelele. Sasa kuna mmoja anampanua mdomo, anamuingiza mkono mdomoni, unaambiwa anataka kumnyomfoa koromeo. Sky analalamika, mara Sky kumbe yuko kwenye gari. Anachukua dawa, anameza tena. Sky jamani, ili wenge jamani, usiombe ukakutana na wenge kama hili. Sasa yuko na marehemu yule anayemuandama mara kwa mara. Sasa ndio yuko naye kwenye gari, wanatembea, unaambiwa kwenye gari mle kuna spidi kama sarafu, anapiga mziki mkubwa. Wewe unasema wewe huyu punguza mziki, anasema wewe usinifuatie bwana, wewe pelekesha kwenye gari yangu, mimi naweka mziki na utaka, naweka sauti nayoitaka. We mjinga nini, mpuuzi nini, acha nifanye ninavyotaka. Sky anasema wewe unaniita mjinga alafu napiga mikelele. Sasa ngoja nikuonyeshe sasa. Unanihitaji mjinga, nitakufanyia maajabu mimi kwenye gari. Ukasema wewe nyamaza, acha kupiga kelele wewe, mimi napiga mziki naotaka, naweka sauti ninazotaka. We mjinga nini, usiniforce. Sky kuona vile, na yeye akashika steering, akaamua kuhamisha gari likaama bwana, likapata mzinga. Sky anazinduka, kumbe alikuwa kalala, yuko hospitali, alipoteza fahamu. Unaona anakuta kuna meneja pale ndio amemsimamia, kawekewa madilipu, alikuwa amewekwa chumba cha kupumzika. Baada ya kuwa pale ukumbini, alikuwa anafanya mazoezi kwenye jukwaa, akazimia. Sasa Joshua akaja akamletea zawadi, akasema kuna zawadi yako hapa, mimi nakuwekea hapa. Alafu Joshua akaondoka zake. Huyo ndo mwanamtindo wake, huyo ndo anayemvisha, ndo anayempamba, ndo kila kitu, anasimamia mambo yote ya makeup, unaona, kwenye show na kila sehemu anakwenda Sky. Sasa Sky akawa anajisikilizia, kichwa kinamuuma.
Akasema kuanzia sasa hautoshika simu tena, itakuwa ni mali yangu. Meneja huyu anamwekea masharti. Unaona, Sky akasema bwana, mimi nahitaji kuondoka hapa, staki. Huyu akasema kuondoka, utaondoka. Sawa, lazima utaondoka na unabidi uondoke ufanye maandalizi ya kuperform. Huyu akasema mimi siwezi kuperform kwa sababu na hali mbaya sasa hivi. Akasema wewe nyamaza wewe, nakwambia lazima utaperform. Tumetumia gharama nyingi sana, matangazo ni mengi, watu washakata tiketi zimeisha. Tunawaambia nini watu wewe? Hivi unafikiri show ikikazaliwa? Akasema bwana, mimi siwezi kuperform na hali mbaya, naumwa. Madam uoni? Sky anafoka, wewe. Madam akasema wewe usinipelekeshe, nakwambia lazima kuperform, utaperform. Tutawaambia nini watu? Pesa za watu tushachukua. Sky sasa analia, anasema mimi siwezi kuendelea kuperform kwa kweli. Hali ninayoisikia ni mbaya. Akasema wewe usiniambie kitu chochote mimi, watu tushachukua hela yao, tushafanya matangazo mengi, watu wanasubiria nini wewe? Sky akasema Madam, mimi siwezi kufanya hivyo. Sasa madam akaanza kubadilika sura, anakuwa na sura za wale maajabu. Madam akaanza kutabasamu. Madam anacheka tiani, na madam naye kashaingiliwa na majini, akavunja kioo pale. Unaona kuvunja kioo? Sasa Sky anataka achomoe zile dilipo akimbie, akachukua kigae cha kioo kile. Unaona, Sky akaona kama anataka kuuawa sasa mle ndani, na mama kashaingiliwa na wale majini, ananyomfoa zile nani, anataka kujitoa. Mama akajichinja shingo bwana, anajichinja, alafu huku mama anacheka. Sky kuona vile akaamua kuchomoa sindano, unaona, ya drip. Mama huko anazidi kujichinja, anacheka, anajimaliza, anajichinja, mara akajinyomfoa jicho chwa. Sky bwana ndo kutoa madripo kuamua kukimbia hospitalini. Bwana, Sky anaangalia ni kweli, anachukua kile kioo, anaangalia ni kweli kina damu, ni kweli nitaonekana mimi nimemuua meneja yangu, madamu yule mimi nimemuua kweli. Anashangaa Sky, inabidi aende kweli kushuhudia ni kweli nilichokifanya, kuangalia, ngoja nione kama ni maiti kweli nimeua au ni maruweruwe. Jamani, naomba isiwe kweli, naomba iwe ni ndoto basi. Kuangalia ni kweli, mikono imetapakaa damu, sura yote, mwili, na yule madam kalala pale kafariki. Sasa inaonekana Sky ndo kamuua yule madam. Akaanza kujichapa makofi, anajichapa makofi. Kwanza haiwezekani, sio mimi na siwezi kufanya hivi. Kwa nini haya yananitokea vipi tena? Madam kweli kafariki na karoa damu, ni wajuzi. Sky, mimi nafanya nini sasa? Nafanyaje? Sky akasikia mtu anagonga mlangoni. Yule Joshua kaja sasa. Unaona, ikabidi akimbie mlangoni, akamwambia wewe Joshua, usije bwana sasa hivi na uzuru fulani, ila naomba uniletee maji kwanza ninywe, najisikia vibaya. Kweli? Kweli. Haya. Joshua akaenda kumletea maji. Unaona, sasa Sky amejaa damu mwili mzima, anafanyaje? Na ili analiepukaje? Yeye ndo kaua. Sasa anaangalia akaona, sasa nichukue mashuka hapa, nimfunike hapa kitandani madam, alafu mimi mwenyewe nitafute jinsi ya kutoka humu ndani. Unaona bwana, Sky sasa akachukua nguo prova akavaa, alafu ina picha yake maskini ili afiche zile damu. Unaona, akachukua simu yake akahifadhi pale, alafu akamwangalia yule madam, namfanyaje huyo ngoja. Kamchukua madam yule, kamfunika na ile shuka lake alilokuwa nayo kitandani. Sasa Sky anajiandaa kutoka nje ya hospitali. Unaona, kafungua mlango, halafu nguo yake imejaa damu kibao. Unaona, katoka yule kwenye korido, ananyata, anafika sehemu pale, anakuta kuna maaskari wanaolinda pale hospitali, walinzi. Anaangalia jinsi ya kuwapita taratibu, ananyata. Sasa kumbuka ni superstar, akionekana tu amemjua. Yaani anajulikana kila sehemu, hadi mtoto mdogo. Yaani kama Diamond akipita mtaani unaambiwa. Huku maskari wanaendelea kupiga story. Yeye anangaza huku. Mara Joshua alikuwa ameenda kumletea maji, akakosa, kumletea soda. Anamuona, "We Sky vipi? Mbona umejaa damu Sky mwili mzima? Kitu gani kimekukuta Sky?" Akasema, "Wewe nyamaza usiseme." Akasema, "Oh, jamani." Akasema, "Wewe usiseme kitu chochote." "Oya, madaktari mkamateni huyu, mkamateni jamani, kajiumiza." Sasa yeye Joshua alijua kajiumiza. Sky akaruka, akamrukia Sky, akamnyang'anya bastola, akapiga risasi juu, akasema, "Nyote simama hapo, hamna mtu kunisogelea." Mara akaja jamaa alikuwa anamletea maua pale hospitalini. Yule jamaa wake aliyemletea dili yule ya kuperform. Sky akasema, "Sitaki kusikia kitu chochote." Akafungua mlango, akakimbia. Sky kakimbia na bunduki mkononi, katoroka hospitali. Na huko inaonekana yake meneja yule madam ndo ameandaa show na kila kitu. Alafu show inabidi ifanyike kesho yake. Wameshafanya kila kitu, lieso, matangazo, maandalizi nini na kila kitu. Wanasubiri tu kesho
show ianze. New York inazizima kwa show ya Sky Lile, msanii maarufu sana, alikuwa ni mlaibu, ameathirika na dawa za kulevya, amekumbwa na mawenge, alikuwa kama chizi, anaishi majalalani. Sasa karudi tena kwa mara nyingine, halafu watu wanamkubali vibaya mno. Sasa Sky ndo majini yameanza kumwingilia, yaliyotokea Brazil. Historia yake inasemekana majini alitoka Brazil, sasa yameingia Marekani, yako ndani ya New York na washakufa watu 18. Sky ndo anaenda kuwa mtu wa 19. Bwana, itakuwaje? Sky anajipambania. Tusubiri nyingine inayokuja. Nawapenda sana.